jua na mwezi na nyota 11 zikininamia, wakamwambia wewe. Lakini wakati umefika wamejileta mbele yake. Akawaambia, mimi ndio yule Yusufu mliyeniuza. Fikiria kama ingekuwa ni wewe. Ndugu yore mkisana hatua fufu kumangi zirashumi. Kunyache na pia hospitali. Ukenge sana miaka 20 tunaanza mimi kasu. Hiyo kahawa kumangi sada ya kuku. Umusema dada. Unataka uko sakulwa nyanguo unagofite fite. Maana kwenda ngodaanzika. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yaani yule ulimfanyia mabaya kabisa, unajua huyu nimemaliza. Arudi tu akwambie nimekusamehe. Yale umenifanyia na yajua, lakini kwa sababu Kristo ako ndani yangu mimi nimekusamehe. Enda kwa Bwana. How do you feel it? Unasikiaje? Bwana Yesu asifiwe. Yusufu anaambia ndugu zake, mimi ni yule Yusufu mliuza. Sikia hayo maneno mengine ya hekima. Basi sasa msihuzunike wala msiudhike nafsini zenu. Msihuzunike wala msiudhike nafsini mwenu. Kwa kuniuza huku. Maana Mungu alinipeleka mbele yenu kuhifadhi maisha ya watu. Komea hapa. Yesu alipouzwa na Yuda, Biblia inasema Yesu alifanya vyote. Lakini baada ya kufa akaenda kuzimu. Maana kabla Yesu aende kuzimu, Yuda alikuwa ameshajinyonga, amekufa. Hajaombewa toba. Yesu akamfuata kule kuzimu, akaenda akamwambia Juda, sikia nimekuja kwa ajili yako. Nimnyang'anye shetani funguo ya kuzimu. Sasa wewe Yuda umekombolewa, maana nimekuja kufuata wewe. Yesu akaingia huko, akachukua funguo mikononi mwa shetani na akasema kila kitu kimeisha. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio maana katika watu wote waliotenda mabaya, mmoja wao ni Juda, na katika Biblia kuna kitabu kimoja. In the Bible, akona mlango mmoja wa kitabu aliandika Juda, kinaitwa Juda. Sababu gani? Yesu wakati alipokufa, Yuda alikuwa tayari amejinyonga, ameenda. Maana aliwaambia kasaili ndio. Akaambia tutakula karimu mbele au kusema kuruke. Kama pedi halau wewe sio kama ni sana. Yuda anambaka bidaka anagawa wapele ganda katuhe. Achana katuha, watu wana katuha. Mwenye kihala lu. Soka da. Ya karaka karaka popo. Achana kushibuka bila soka da ku. Lakini baada ya Yesu kusulubiwa, Yesu akasema hata Yuda pia ni mwana wa Ibrahimu, lazima niende kuzimu. Shetani ajue ya kwamba liwalo. Yuda alikuwa treasurer na lazima akombolewe. So he went there, akaenda akachukua funguo na akamwambia Yuda, nimepokonya shetani funguo, na weka unifuate nyuma. Ninavyoenda na wewe ufuatane na mimi. Yesu akarudi akiwa ako sawa. Biblia inasema Yusufu wakati alipojitambulisha mbele ya ndugu zake, machozi yalimdondoka. Maana alikuwa anajaribu kujiuliza, kama hawa walichua maono yangu niliyokuwa nayo, saa hii wangelikuwa wako wapi? Lakini maana hawakuona maono, saa hii ndio wanafunguka macho. Nasema nini? Mwito wako ukijua saa hii, utafunguka macho saa hii. Mwito wako ulio nao ukiujua saa hii, macho yako ya kiroho yatafunguka saa hii na uanze kuelekea mahali unahitajika. Bwana Yesu asifiwe. Sikia. Kaungana na kila Jumapili kuna maombi ya kanisa hapa. Sababu macho yako hayafunguka. Sitakuja hapa. Tutakuja kesho. Sasa sikafika huko. Maana utamanya mwisho ni hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sasa naweza kukuita, naweza kukukemea, maana hujielewi. Lakini ukijua mwito wako, you will go for it. Utaifuatilia vile inaenda. Utaifuatilia. Watu wengi hapa hawawezi kufaulu maana hawajui mwito wako. Ndio ndivyo vienda vinakoseka, maana hujui mwito wako. Lakini understand your call na uenende kulingana na mwito wako. Mpendo, acha nikwambie, hakuna kizuizi kitakachozuia baraka zako kutembea katika mwito wako. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ni mpaka ujue. Halo. Bwana Yesu asifiwe.
Tunaenda kanisani mara kala sedere pasade biliada mani. Nenda kila siku amesema ni kanisa. Kwa hiyo nenda kusali roho ya hiyo. Haya na wewe mbona ukizamana darasani ya pasade. Lakini sikia nikwambie, understand your call. Jua mwito wako, huo mwito wako utakupeleka mbali. Lakini pasipo kujua mwito wako, utakuwa Mkristo wa kawaida sio? Bwana Yesu asifiwe. Yusufu alijua mwito wake na hakujibu ndugu yake neno. Tunamguza kiabali sawa. Na ilikuwa jana kiabali sawa. Uzakaramba support farabali sawa. Huko jana ndio kama mwanabali sawa. Uzakaramba farao na marabali sawa. Farao na batalo hanabai. Kudena. Dalo habibi. Anaomba fikara sini ni Yusufu. Ninde kupama jibu la Rasul. Ana Mungu aliye ndani ya Yusufu. Ndani kupati Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Yusufu hakutaka kujitukuza sawa sawa na Yesu Kristo. Yesu Kristo mwisho alisema, Baba, umenipa watu hawa, nimewatunza, nimewalinda, mikononi mwako na warudisha. Mimi narudi kwangu katika makao yangu ya salama. Watu hawa watunze. Ukiangalia Yohana 17, haya ndio maombi ya Yesu. Watu hawa watunze na uwatumie mtu mwingine atakayekuwa nao. Maana mimi kazi ulionipa nimeifanya kikamilifu na nimeikamilisha. Akawaambia kwaherini. Biblia inasema mbingu ikaachilia wingu likaanza kumchukua. Maana mlola hapo maana mwanatiyo za yuema, katiyuno, katiyuya. Biblia inamba mashanga mshoma katika dola juu. Maana mangela iliangira kwa mainguni kama mwana kiheri. Hiyo njia hiyo malaika wawili wakashuka. Wakawaambia, hei watu wa Yerusalemu, mlipomwona akienda ndivyo mtakapomwona akirudi. So wake up. Yesu yule unayemtumikia, ulivyompokea ndivyo atakavyo kutetea, na pasipo wewe kujielewa mapito lazima utapitia. Halo. Haleluya. Yesu hakufanya nini? Yesu alisema, wacha yale mapenzi ya Baba yangu niyatimize, halafu yenu baadaye. Bwana Yesu asifiwe. Ukimbia shida mama, sisuluhisha. Amen.